Wanawake ni balaa. Watu wengi hata kama wana kheri kwenye mambo mengi, pana watu masha Allah 5 salawat, ni watu wa swala 5 tena na sunna juu. Wengine ni watu wa ilmu, Allah akawabariki, wana ilmu na wana kuwa katika da'wa, wana uwezo mkubwa wa kufikisha ujumbe. Pana watu ni mahodari wa kutoa sadaka na zaka mbalimbali, watoaji sana. Ukimwambia jambo la kutoa, hapo hapo wanazama mfukoni. Ni watu wanapupa na ibada, wamekwenda haji, wanafanya umra kila mwaka, lakini wametihaniwa na wanawake. Upande wa wanawake, usimuache mwanamke wako kwake. Huyo ni chui bwana, amevaa ngozi ya mbuzi. Usimuachie mwanamke, hata kama ni taira. Mwanamke taira pia ni mgonjwa, usimuachie. Pana watu wana mtihani huo, kila kitu yuko salama, lakini si wanawake. Kuna kitu kizuri kama ukampata mwanamke Allah amempa neema ya uzuri, kisha akawa na akili na dini yake. Hii ni neema kubwa sana mwanamke ampewa. Si sahali leo ukamwona mwanamke Allah amempa uzuri, kisha huko kwenye dini yake pia wajielewa na ana akili, aweza kupewa uzuri zuka kama yeye hakuna. Wallahi akatumia ule uzuri wake kwa ujinga kabisa, mara sijui kwa TikTok, mara sijui kwa Facebook, mara wewe mbona uko hivyo wewe? Allah amekuneemesha na neema kubwa kama hii, wewe subiri tu, si miaka tu hivi utakuwa kinyanya wewe, hata utodhania ni wewe uliokuwa kule kabisa. Jistiri ewe binti, na umshukuru Allah kwa ile neema ya uzuri aliyokupa, bakia nayo bwana, jistiri. Tena watajipamba wajitie kwenye mitandao na nini, watafute na sunglasses pia wao, ajieka reja auzo ka viazi vya karai barabarani. Usitakubalije mwanamke kwa viazi vya karai ama bajia, tena bajia za kunde, ukila gesi tupu. Yani ukienda ukimfuata huyo ukamuoa mwanamke gesi tupu ndani ya nyumba, pengine chapati hajui kupika. Wako wanawake namna hiyo. Sasa uzuri wako uzuri wa nini? Siku mbili na kipande ushakuwa kinyanya, sura inaanguka, kupika hujui, kufanya. Wewe una faida gani ndani ya nyumba? Kaa chini utulie.